na Sheikh wakati akieleza Sheikh na Sheikh wakati ya moto Sheikh Sawa na Sheikh wakati ya Ilala Shafi Mungu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. lakini pia tunaye Sheikh wakati ya Tabata Sheikh Samata Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. tunao makatibu kata wote ndio kuna masimamo kwa nafasi ya makatibu kata wote kutokana na muda au makatibu kata kutoka Buyuni tuna Kitunda tuna Tabata tuna Kipugulu asante. Lakini pia tunao vitu wa halmashauri kata kama wao wanaosimama pia kesho na jambo lake kwa Kipugulu. Shukrani. Lakini tunao viongozi wa jumuiya ya vijana ngazi ya kata sipowataja hao Mungu vikiba wote uliopo kata mbalimbali naomba kusimama vikiba wote vijana wa kata mbalimbali wote wakita asanteni vijana misingi wataji wa shirika mpigo kesho siku ya kuja aliwa kitao kwa hiyo nafikiri katika utambulisho tumekamilisha zoezi hili katika upande wa viongozi walioambatana nao shehe wetu wa wilaya ndugu wako katika upande wa kata shehe wa kata wenyeviti makatibu na vijana mwenyekiti wa halmashauri kata hii ya Buguruni Sheikh Nasor kazi yako nafikiri imefanyika na viongozi mashallah wamefutika kama wewe unavyotikia zako basi nao pia wamekuja baada ya kusema haya salamu alaykum Wanafunzi mufti katika Dar es Salaam wakati wanafanya kaguzi ndio kafika katika Dar es Salaam na pale wanafunzi tena hebu na hebelu kabisa Bogoro wasikia mkono hili lugha hebelu itakuwa ni kama bora leo ndio na kwa hivyo kuna mimi kwa niaba ya wenzangu tunakuomba kwa sisi tusimama sisi tuache kusimama kikwambia kaeni na wengine bwana wao wanatamani ile kukaa sawa lakini sasa sisi wengine tukiona sasa wakati hata wewe mahala mmoja wanapoingia sisi ndio kusimama kama alivyosema wale sahaba alimwambia bwana Mtume Muhammad kwa sisi ni fardhi ni lazima wataliwaje hawa waumini kwamba huyu ndio shehe wa wilaya. Kwa nini protokoli zile za kisiasa akiingia mwenyekiti wa chama watu wote watasimama taadhima lahu au sivyo? Sisi tuna zaidi kwa kiongozi kwa nini kusimama kufadhili mtu ya kwangu yalikuwa ni hayo hapa kuwakumbusha wenzangu kusimama sisi ndio nini iwe ni fardhu شرط الدين والفضل مشكورا وعظمني من عقلات لقد تاكله الضرية وكيف لا وسيد الأكوان صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى وسم تحسب العلا بحداه قلنا لها نجوم الجزاء ربنا مسؤولة وفخار أنت فيك
التي أتلصناها واكرم به من نسل ترفعه الله تعالى من صفات الجاهلية صلى الله قال الزين العراقي والده في موعد الهدي حفظ الإله كرامة لمحمد وأبدل صونا لاسمه ترك الصفاح فلم يصبه الدعاء من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سلام النبوة في أسائر وعليم البرية ومن وجده في جبين جده عبد المطلب عبده عبد الله عبده عبد اللهم قدرهم يا كريم يا رب شريف السلام Sheikh Shaban Hija ambaye ndiyo mlezi aliyepewa dhamana kuongoza katika kata hii, kwa yale ambayo ametangulia kuyasema kama sehemu ya mwongozo wake kwa walimu, namna gani tunaweza tukatengeneza nidhamu kwa wanafunzi ambao tunawasimamia katika madarasa zetu siku zote. Na hili ndio jambo la muhimu sana hata leo kulizungumza, kwa sababu shughuli hii tumeitwa na madrasa. Kwa hivyo kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande wa taaluma ndio mahala pake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba tukumbuke, hakufundisha peke yake, bali Mtume alifundisha na amelea. Walimu wengi hivi sasa tunafundisha, lakini pati ya pili ya ulezi hatuna, na hapo ndipo tunapoanza kufeli. Na hata wale watu wanaopinga haya mambo wanapata nafasi ya kusema, kwa sababu upande wa malezi tumeuacha. Na ndugu zangu, niwaambie leo hata serikali inaamini sana viongozi wa dini na inawakubali kutokana na kazi wanazozifanya, kwa sababu ya malezi yao, kuwalea watu kiroho na kuwaelekeza katika mambo ya kimungu. Hata serikali inafikia mahala inashangaa na kustaajabu juu ya mtindo na namna ambayo viongozi wa dini wanautumia katika kuwaelekeza waumini wao. Leo tunao hapa viongozi wa kisiasa, mgombea wetu diwani kaka yangu Zahoro Muhaji, lakini yeye atakuwa shahidi. Dada yangu nimpendaye Mwanaidi Mazoa atakuwa shahidi kwamba hata mikutano ya kisiasa wanapotaka kualika watu ili waje, wanatumia gharama kubwa sana. Lakini upande wa viongozi wa dini
anapatikana mtu mmoja tena kwa kutofahamu nidhamu, na upande huu tumesahau. Ndani ya msikiti tunamuita muadhini, na waadhini wengi kwenye misikiti ni wale watu ambao wameishiwa. Vipi apiga azana msikitini huyo? Yaani ni mtu duni. Lakini kumbe ile nafasi ya kuadhini kama tungejua thamani yake, tungegombea. Kwa sababu muadhini yeyote hatarajiwi kuwa na dhambi hata moja, kwa maelezo ya Mtume Muhammad. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma arshidi al-a'imma, katika hadithi ndefu kidogo. Allahumma arshidi al-a'imma waghfir lil-mu'adhdhinin, Mungu waongoze maimamu, kazi wanayoifanya kubwa, lakini wasamehe waadhini. Yaani istighfar imeombwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waadhini. Kwa hivyo muadhini hana dhambi kwa dua aliyoomba Mtume Muhammad. Kwa hivyo muadhini wetu pamoja na udhaifu wake, akishika maiki Allahu Akbar, Allahu Akbar, watu wenyewe wanaacha shughuli zao, wanakwenda msikitini. Na wakifika pale hawapelea, hawapewi juisi, labda mwezi wa Ramadhani kwenye misikiti ile ya wenzetu ambayo haitaki zile miradi zinawasema bid'a haikuthibiti. Ile ukienda kuswali mwezi wa Ramadhani ndio unakunywa juisi. Yaani pale baada ya rakaa mbili wanatoa salamu, zinasoma nyingine 2, 4 zile. Sisi huku sisi tunaanza subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wao zetu pale wanagawa juisi. Sisi tunapiga makelele ya maneno, tunatoa hizo nyimbo tu sasa na Mungu flavor. Ukienda kwenye hiyo misikiti mwezi wa Ramadhani utakunywa juisi. Lakini swala za kawaida hakuna chochote kinachotolewa. Sasa serikali watu kwa nini wanakwenda? Kumbe ni maneno tu wanayoambiwa na viongozi wao, roho zinalainika, wanakwenda kutekeleza ibada ya swala. Wakimaliza hao wanatoka, wanaendelea na shughuli zao. Sasa ile ni nidhamu, ile ni nidhamu. Tusipokuwa makini walimu, kama walivyokuwa walimu wa zamani, wenzetu walikubali kufundisha na wakakubali kulea. Kwa hivyo walimu ni wahusie sana hizi kazi mbili zote tuende nazo. Tufundishe na tulee, kwa sababu ndiyo misingi aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nidhamu aliyosema Sheikh Shabani Hija, madarasa zetu siwe hivyo. Yaani mwalimu lazima utofautishwe wewe na mtu mwingine amesio mwalimu. Hapa Buguruni au huko mjini hakuna shamba na kusema wanafunzi watakwenda kuimba shamba la mwalimu. Lakini yako mambo unaweza ukayafanya ikawa ni sababu na kielelezo cha kutengeneza heshima na adabu kwa wanafunzi. Lakini sasa ikifikia mahala wewe mwalimu mwenyewe adabu una, balaa linaanzia hapo. Ndio wazee wetu wanaambia, ukiona kilemba kimetapakaa tope, msuli unakuta kwa hali gani? Maana ndio haufai. Kwa sababu siku zote mtoto huwa anajitazama kwa mwalimu wake. Sisi wengine tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Ilifikia mahala sisi tunaiga mpaka mwendo anapotembea mwalimu. Kuna kipindi fulani tukawa tunajaribu kuiga mpaka kimo cha mwalimu. Lakini ni kitu ambacho hakiigiki, huwezi ukaiga maumbile. Si wengine tumeonekana warefu kidogo, mwalimu wetu ni mfupi. Sasa
swala mtu anaswali anaomba Mungu nipe ufupi kama mwalimu. Mungu nipe ufupi kama mwalimu wangu. Lakini shahakuka Mungu ashataka wewe urefu zaidi ya mwalimu wako. Wewe unafikia mahala hata uko mbele yake na unafanya kama unaponyea ili uonekane. Lakini kutokana na vile mwenyewe alivyojiweka, inafikia mahala mwanafunzi unajisikia vibaya kukosa kwenda chuoni siku moja. Sisi tumesoma vijijini. Akija mzee kuomba ruhusa, mwalimu samahani leo naomba ruhusa wanao wakanisaidie kulima. Mwalimu anaruhusu. Sisi tunalima lakini roho zinakereketa. Kwa hiyo leo tutakosa vitu kwa sababu mwalimu alikuwa anatufundisha, alikuwa anafundisha na kulea. Kuna wakati fulani sio lazima ushike chaki ndio usomeshe, lakini kumbe hata maneno ya kawaida pia ni taaluma. Yaani kuna kipindi kaa zungumza na wanafunzi wako. Halafu vile unavyozungumza nao, wewe kuna vitu utagundua tu. Kama ni mwalimu kweli, kwa sababu al-ainu tantiqu wal afwahu sawita. Yaani jicho huwa linazungumza wakati mdomo kwenye macho. Wewe si mwalimu unaongea na wanafunzi wako, wewe unaangalia macho ya wanafunzi wako. Utaona kwamba kuna yuko kimya sana kama vile hataki kupitwa na neno. Na mle na wewe unaanza kucholewa. Billahi alaikum. Wewe fanya uchunguzi wakati unasoma kile chuo cha alfabeti mlikuwa wangapi? Lakini kwa nini leo ukipiga mahesabu watu wanaofanana na wewe kwa chache? Sasa hicho kitu mwalimu lazima ukigundue kwamba huu mkumbo wote nilionao sio wote watakuwa mashehe. Wengine ndio watakuwa baadaye wa kutunusuru. Kwamba vipi wacheni shehe wetu. Unaona alhamdulillah. Kilichokusaidia ni yale malezi yako. Hapo kati tu alikengeuka. Hata kama ataitwa mtu kutoka huko bwana pale wasipite mtu. Lakini ukipita tu shehe wasema shehe. Unanusulika kwa sababu gani? Yale malezi ndio yatengeneza kule. Lakini mwalimu kwa chuoni kwako ukiwa mnoko. Yaani kitu kinachoitwa ukali ndio nini? Mwalimu mkali maana yake nini? Ukali sio kufundisha. Mtoto huwa anaelewa. Kwanza mwanafunzi mfanye kuwa rafiki. Ili ujue undani wake huyu mtoto ana shida gani. Mtoto mwingine hawezi kutamka sema kofi. Yaani katika sekta ya taaluma sio hivyo. Kwa sababu haya maumbile hayako sawa, kila mtu ana kilema chake. Mwingine sema fi amali ambaye hawezi fi umri. Piga kwani, yaani ndio haelewi. Lakini mwenyewe anajiona kapatia. Si mnaelewa vizuri. Kwa hiyo walimu katika hii sekta ni lazima tuwe wabunifu. Kuna muda mwingine mwalimu fanana nao wanafunzi wako kiakili. Ili upate kuteka zile akili zao, uweke kile unachotaka kukiweka kwenye akili zao. Na sio lazima kuanza kumfundisha dua kuingia chooni mpaka umalize juzu wangu. Mwalimu kuwa mbunifu, kuhakikisha vile vitu vya kijamii, vitu vya kibinadamu, sisi ndio walimu. Mtume anasema kwamba kullu mauludi yuladu ala fitra. Kila anayezaliwa huwa anazaliwa kwenye maumbile ya Kiislamu. Kwa hiyo kumbe huu Uislamu ni dini ya maumbile. Sasa maumbile ya Uislamu yanasubiri muda. Au akishazaliwa tayari na maumbile yake. Sasa unasimikaje vitu vya Kiislamu viendane na maumbile yake? Kwani kuingia chooni mpaka abale? Hivi mtoto kuingia chooni mpaka abale? Utaona hapana. Kuingia chooni ni pale atakapokuwa katika hali ya tamyiz, anaweza kujipambanua. Unaona hapo ndio unatengenezwa mfumo wa mtoto huyu kama ni kujisaidia sasa aende akajisaidie faragha. Lakini kama anakuwa bado yuko katika sehemu ambayo ile aura yake sio aura ya kisawasawa,
nifanye kitendo gani. Au chukua miguu yako iweke hivi afu muweke naye angalie huko kwako. Yaani wala ukwambie fanya kitendo gani. Yeye mwenyewe anajua kwamba mkao huu unatakiwa kufanya kitendo gani. Analeta. Tumsalie tu Muhammad. Lakini sasa hivi kumweka hivyo anaonekana anataka kutikatinga. Hajui zile lugha. Sasa hayo yote ni malezi. Ifikie mahala utengeneze utaratibu pale chuoni kwako mwalimu. Tengeneza mkataba wa hiari. Wewe na mzazi anayeleta mwanao. Muulize wewe unamleta mwanao hapa ili wewe. Kwa sababu kila mtu ana malengo yake. Wewe lengo lako kumleta mtoto hapa nini? Kuna ni maana anampigia kelele. Kwa hivyo wewe ushajua kwamba hii ni kelele kwa mzazi. Hataki mwenyewe anapumzika mchana. Sasa mtoto anafanya fujo ndio tuletewe sisi kuleta watu wa fujo. Na wewe ndio na hivyo ukifujo. Lakini akisema nimemleta mwanangu ajue dini. Maana yake huo ni mkataba. Kujua dini, tengeneza utaratibu kwa maana yajuaje dini yake. Ajue dua kuingia chooni. Kwa kipindi gani mwenyewe umechopanga. Akitoka chooni ajue anasoma dua gani. Kwa kipindi utakachokipanga. Lakini kaa nao wanafunzi wako. Hivi ukitaka kula unasemaje? Wafundishe. Ukimaliza kula je, wafundishe. Kuna vitu vingine kuni. Msiwaachie tu watu wengine ndio wanaonekana kama mambo ya kizunguzungu. Mtoto kumshukuru mzazi wake inaonekana kama ndio uzungu. Akimwambia mzazi thank you, unaona kama ndio sawa, kumbe ni haya malezi ya Kiislamu. Mtoto kama aliza kula kamshukuru Mungu, amfuate baba yake na mwambie baba asante kwa chakula. Kwa hiyo haramu. Baba asante kwa chakula. Mungu akupe nguvu kutafutia zaidi. Lakini amgeukie na mama yake, mama asante kwa kupika chakula, ni kitamu sana. Umepika chakula kizuri. Inawezekana chakula hicho yaani kwa ubunifu huu mama uliofanya pengine baba ndio alikupenda kwa sababu unapika chakula kizuri. Yaani mtoto anamwambia mama yake. Alafu kesho anarudi na ujumbe, mama, baba, mwalimu katukumbusha ada. Hivi hata kama wewe mzazi kwa wewe maneno utatoa tu. Unatoa shilingi 5,000 kama ni ada. Lakini umempeleka mtoto wako chuoni. Huu ni mwezi wa 6. Akiingia chooni hajulikani anasema nini. Akimaliza kula vyombo vyake atoi. Anakuacha wewe mama ukatoe vyombo. Baba hakushukuru. Alafu kila mwezi mwalimu lete ada. Yaani hata kama na mimi sitoi. Kwa sababu gani? Mimi lengo langu sijafikia. Huyu mtoto ajue dini. Na sio jambo lingine. Mtoto akitaka kulala, mwingine unamsikia kabisa wanasoma. Tabaraka alladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tena anaisharaza kwa sauti. Unaona abedu analala. Kwa sababu ushampa midogo, ushampa mikakati. Bwana, hii sura Mulk hii. Wewe unamwambia watu wako. Sura Mulk inaitwa sura Mania. Kwa jina lingine, hii inazuia adhabu ya kaburi. Na hasa ukimwombea mzazi wako, wewe baba umepeleka mwanao kuoga anajua. Mwambie mwanangu, si unajua kusoma sura kabla ya kulala, msomee Biblia yako. Msomee Biblia yako. Nataka nikusikie kila siku. Kwa kutoka kwa kulala unasikia anasoma sura. Alafu kesho anakwambia baba anatakiwa ada. Wallahi naadhimu. Hata kama ada shilingi 20,000 watatoa tu kutokana na mkakati ulioweka. Lakini mwanangu ana mwaka mzima, ukimuuliza niko ada au na. Akitaka kulala alama yake unamsikia kabisa kasoma kuna leo. Analala kasoma. Alafu ananiambia nitoe ada hata mimi sitoi. Kwa sababu mwalimu umeshindwa kutekeleza jukumu lako. Kwa hivyo walimu ni kuombeni sana. Hebu kuweni waaminifu. Ndio maana Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh
Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Jitambue kwamba wewe ni mwalimu. Kuna walimu mpaka leo kuuliza unafanya kazi gani kwa miezi kadhaa. Lakini ana watoto 50 pale pale. Alafu sina kazi. Kuna madrasa moja nimepata kwenda kutembelea. Ada kwa mwezi shilingi 30,000. Hizi za alifabeti. Na mara ya mwisho nakumbuka wakati nakwenda kufanya hiyo ziara kwa wanafunzi 600. Sasa 30,000 mara 600 kwa mwezi. Wilaya hii ila nakwambia sio kujiza, ni kujipambanua. Wao wamechukua kasida ya mufti kichagua, badilika, acha wao. Yaani mtu wameamua kwamba sasa tusomee kweli. Na ndio maana wanakuta wanafunzi hao sio wanafunzi 600 na walimu mmoja. Maana yake wana zile fasi. Na wana awamu kipindi hicho wanaingia hawa, kipindi hicho wanaingia wale, kipindi hicho wanakuja wale. Na mkuu wao amekaa kwenye ofisi yake na skrini yake kubwa hivi, anaona kila darasa. Ukitoa simu yako mwalimu unaanza kuchati na kupiga simu. Kaka, huo sio mkataba wetu. Mkataba wetu kipindi hiki ni cha kusomesha, sio kuchati. Tutaona habari kwa mwezi. Mwalimu anachukua simu yake anaweka mfukoni, anaendelea kusomesha. Na mwalimu anakaguliwa, tunakubaliana kwa mwezi mmoja au miezi mitatu ya mwanzo watoto wajue 1, 2, 3. Baada ya kukamilika kile kipindi, mkuu anaanza kutafiti kila mwalimu kafikia lengo, na kama hujafikia lengo toa maelezo kwa maandishi. Kwa nini hakujafikia lengo na mishahara yetu imechukua kwa miezi mitatu? Lakini sisi huku tumezoea tunakuwa na fahari. Wanafunzi wangapi na wanafunzi 150. Hapo niko peke yangu. Acha mimi nisomeshe wewe. Muongo unatuongopea. Huwezi kusomesha wanafunzi 150 peke yako. Unapoteza muda. Katika fani hii ya taaluma, yaani mwalimu mmoja ana uwezo wa kuhudumia watoto 10. Lakini maskini kabisa ndio watu 30. Yaani hapo ndio ufanyeni. Ukisema darasa langu na watoto 30, hiyo ndio kimaskini. Lakini ukituambia wewe peke yako wanafunzi 100, unatuongopea. Sasa wanafunzi 100 peke yako hutaki msaidizi. Msaidizi wako ni wale watoto wenzao. Yaani alikuwa anaona ndio anafundisha huko alifuata afisari. Hutaki kumleta mtu mwenye taaluma. Umeona katika mambo ya haki, katika mambo ya dini, ya usomaji, katika mambo ya kila kitu, kwamba wewe unajua namna ya kufundisha hizi alifabeti, kwa sababu tunaweza kutengeneza nyimbo, kutengeneza namna yote. Njoo wewe utaanza na darasa hili. Lakini huwa anafikia katika hatua fulani, mambo ya kuandika, kunyoosha mwandiko. Hebu njoo, kaa hapo, fundisha hapo. Wewe mtu wa hadithi, kaa pale. Qur'ani kuhifadhi, nenda kule. Yaani unagawanya, lakini kila kitu ni wewe. Yaani wewe ufazishe, usomeshe wewe, hadithi wewe, sira wewe, kila kitu wewe. Halafu unakuja unasoma Qur'ani, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wewe unaelewaje hiyo? Mungu ni kila kitu ni muweza. Wewe mwalimu wa madrasa unaelewaje hiyo? Kama Mungu ni muweza, mtoa roho nani? Anayetoa roho za vipi nani? Tutamke anayetoa viumbe ndani. Israeli Mungu. Kwa nini Mungu kama jukumu la kutoa? Kwani mwenye kashika? Anayeleta mvua. Mikaeli kwa nini? Dunia sina nini? Kula yeye katangaza tu. Wewe unasibu ngai. Sasa anaita mshahidi kwa kwamba wewe nani Mikaeli? Fanya ile shughuli, hebu nisaidie. Mikaeli analeta mvua. Na siku hizi amekuwa mbunifu kweli. Kabisa, Mikaeli amekuwa mbunifu. Juzi hapo kaleta mvua maeneo hapa, alafu shehe ngapi. Anaweza, kwa maana Mungu akamteua. Mambo ya pepo, Mungu kampa kiumbe afanye, mambo ya kuotesha mimea, Mungu kampa kiumbe afanye, kila kitu Mungu kagawa hivyo. Halafu yeye akatangaza juu kila kitu ni mweza na kagawa majukumu. Wewe kama madrasa unazoongea sema kila kitu ni wewe, sio kweli. Unapoteza muda. Sababu
makusudio tunaepusha yale maneno yanayosemwa. Leo sasa hivi tuko katika kipindi cha vuguvugu la uchaguzi. Tayari kuna watu wanasema tarehe 29 tuna maandamano. Inawezekana wanafunzi wako nao wakawa wanachekelea. Sasa hivi mwalimu mshangaa siku moja kuongea na wanafunzi wako kuhusu mustakabali wa nchi hii. Ukaanza kueleza wao mwenyewe ulivyokuta hii nchi na sasa hivi ilipo. Ushawaeleza wanafunzi wako, jamani, huko zamani wazee wetu walikuwa wanakimbiza gari za maiti. Gari imebeba maiti wanatoa sukari. Sukari kulikuwa hakuna. Waeleze wanafunzi wako hali halisi ilivyokuwa na sasa hivi ilivyo. Ili akitokea mtu kumshawishi nenda ukaandamane, mtoto huyo awe na akili aseme hapana, mimi babu zangu walikimbiza gari za maiti wakichukua sukari, sasa hivi sukari kwa dukani kwa mwanangu nachukua. Wewe mwalimu unaniona mimi? Baba yangu alikuwa ananinunulia nguo kwa saizi. Mkono ule wa shati unaokunja mara 3 ndio unatosha. Lakini ukichukuliwa unafika huko. Ndio hapo kwa sababu bora kila muona kazi. Vijana msikubali kukinukisha. Mimi tunapocheza kidogo ndio. Sasa ndio nikiondoka bomu. Mungu atusaidie. Wazee wetu wamepambana kuleta amani katika nchi. Kwa hivyo na sisi tuitunze, tusikubali kupandikizwa vitu ambavyo sio vya kwetu. Na sisi tunavibeba. Mashehe zetu, viongozi wetu siku zote wanatuambia chochote unachokisikia cha kuipinga serikali mnaokusudiwa ninyi Waislamu. Sio tunio, sababu inaonekana ni watu wa vuguvugu mtakapo gani mnakwenda. Lakini lazima tujitathmini. Hivi maisha yaliyokuwa huko zamani na sasa hivi ni sawa. Ikiwa zamani unanunua nguo kila mwaka unapungua pembe moja, baada ya mwaka 3 nguo ndio inatosha. Lakini sasa hivi mtoto anakwenda kununua mwenyewe nguo anayotaka ibane, imweke vipi mwenyewe anajua. Sasa ni watoto mnaojiita watoto wa 2000. Msichukue maneno mnayoambiwa na dini kayaenda. Nchi hii dhamana ya kulinda amani ni jukumu la kila mmoja, na hilo ndio agizo la Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Na ifikie mahala walimu wa madrasa tusomeshe hili somo la udumishaji na kuimarisha amani kwenye madrasa zetu. Tusiliache tu hivi, tusomeshe. Kwa hivyo walimu, mtakuwa mmenielewa na nimeamua kuyasema haya ambayo Sheikh Shaban Hija ameamua kuyaeleza katika kutengeneza nidhamu. Waambie wanafunzi wako, ikiwa ala sabili taalimu sio haramu, sababu neno kusimama kumsimamia, Mtume alisema yeyote anayependa kusimamiwa basi ajiandae kwa kazi yake wapi? Utoni. Lakini kwa neno au kwa lengo la kuleta nidhamu ya kuwafundisha watoto adabu,